I'm here on behalf of the Teachers Service Commission to introduce to you a new head teacher for this school, Ekerubo CCF Primary School. Mr. Ogutu has been transferred. His services has been transferred from MSA AICK Primary School to Ekerubo Primary School. Mr. Nyamboki Julius, his services have been transferred from Ekerubo to MSA AIC Primary School. I'm speaking that on behalf of the Teachers Service Commission with authority. I want to be very brief. I want you to support Mr. Ogutu. He is a very humble head teacher. He's a very humble head teacher. And Mr. Nyamboki has done his part. Sisi walimu, where I come from, we say we are like tilapia. Unakulwa wakati ukwa. We can work anywhere in this country. Mr. Nyamboki has made a contribution for this school for the time he was there. It is time up for him to go. It is time for Mr. Ogutu to come here and sort out the problems of this school. For the good of the teachers, for the good of the parents, and for the good of the community around the school. On behalf of the government of Kenya, and when I mean the government of Kenya, Ministry and TSC, TSC, our work is simple. With teachers, we employ, we transfer, we remunerate, we discipline. Kazi yao ni kuajiri, kufuta kazi na kuhamisha. But the government, serikali ni moja. Mwalimu ambaye ameingia, Mr. John Ogutu awasalimie na aseme jambo. Kwa majina mimi naitwa John Ogutu. Nilikuwa mwalimu wa MS AIS Boarding, na kulingana na sheria ya serikali, dume ya kuajiri walimu ndio inahamisha sisi. Walionelea ni vyema nije kwa shule ya Ekerubo. Sijui kama mmenikaribisha. Kulingana na vile director amesema wa TSC, tuko na code. Kuna kitu ambacho kinatuongoza vile tunafanya kazi kulingana na vile ratiba imepeanwa. Kuna ratiba ya ministry na kuna ratiba ya code of TSC. Jambo la muhimu ninawaomba ni ya kwamba shule haitakuwa mimi peke yangu ndio naongoza. Community nitawahusisha nyinyi ndio hii shule iwe. Public participation within the school. Let them engage the villagers. Kama kuna shida, mboga leta, avocado leta. Watoto hao wazao villagers wapate the opportunity to reap from the school. Msianze kutoa chakula mbali villagers wakiwa shida itatokea. Hilo ndio nilikuwa na. Kwanza nianzie chief, area MC, mpaka clan elders, mpaka pastors, priests. Hao wote wana jukumu la kufanya kazi hapa shuleni. Mpaka yule wa boda boda, mpaka yule ako kijijini ana jukumu ya kusaidia issue shule. Wewe shule haiwezi endelea bila community. Watu wa maana stakeholders ni community. Ndio shule ifanye nini? Iendelee. Yangu naitwa Hira Diomai. Mimi ni mwanakijiji wa hapa. Shida hapa sasa ni mwalimu mkuu. Mwalimu mkuu amefanya hii shule kama biashara yake. Kila kitu yeye ndiye anasupply. Nikirudi nyama ya kuliwa ni yeye. Wafanyakazi wanafanya kazi hapa pia vile wanafanya kazi kwa poma yake na biashara yake mgongo. So we need kuna nyama inasupply hapa ndani. The supplier ni kijana ya Nyamboki, ni Nyamboki mwenyewe. So tunafaa kuuliza. Mahindi inaletwa hapa shule. Ni fata indro. Ndio ako supplier kwa hii shule. Tunafaa kuuliza Nyamboki. Is this a grandfather's asal ama nini? Is it a family issue? Tunakuja kusema hii ni Nyamboki tumpembeleze. Mimi naitwa Douglas Osumba.
Hiyo jina ninaitwa ndio yangu. Mimi ni kiongozi katika eneo letu la Bomachoge Borabo. Nataka niwaambie kwamba hii shule imechomwa mara 3. Lakini tukijaribu kutafuta chanzo tunaambiwa kwamba mwalimu mkuu wa shule hii anastahili aondoke. Kwa sababu ya kushangaza ni kwamba shule hii imekuwa ikichomwa kila Jumamosi, kila Sabato ya kila wiki. Last week Jumamosi dormitory ya wasichana ilichomwa. Jumamosi siku kama ya leo. Na leo pia ni Jumamosi pia imechomwa. The other time, not even 4 months ago, dormitory ya wavulana imechomwa. Imekuwa ni kama kuna kitu inaendelea katika huyu mwalimu. Kitu ya kuudhi sisi ni ile analeta mbuzi ya biashara yake, anaweka hapa. Kila kitu ni yeye anajasabura hapa. Hakuna kitu anaachilia hata msasi yeyote hata kichichi. Asabura hapa. Yeye mahali ameoga, bibi yake, watoto yake, ndani imekuwa ni kama benefit yake. Tumesema tumechoka, atoka. Hata moto ikitokea shule haiwezi tokea kwa sababu kama community na support shule hatutakuwa na moto. Ama tutakuwa na moto tena. So ninaomba my 2 directors wanisaidie, wanipe support, na ninajua wataendelea kunipatia support ili hii shule kuendelea juu, isirudi chini. Iendelee juu kulingana na performance ya standards. Jambo la kwanza, penye fahari wawili wanapigana, nyasi ya hawa watoto wetu. Sasa jambo la kwanza, kuna utepetevu kutoka kwa mwalimu mkuu. Iko mambo 2 3 hapa tunajua inaendelea na ndio inaleta hii shida yote mnaona inaendelea hapa. Kitu ya kwanza, hii shule imechomeka mara mingi. Ukiona mahali shule imeanza kuchomeka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya 3, iko sababu. Na hiyo sababu ndio unaona wanasumbuka hivi, hawataki kuiface tone. Kitu ya kwanza, Madam Director, asante kwa kufika. Leo ni weekend. Mwalimu mkuu wa shule angekuwa hapa saa hii. Huyo mwalimu mnasema hako Nairobi, jana saa 4 mimi nimemuona pale Muunga NC. Lakini saa hii mnatuambia ndio shida. Mwananyambozi amekaa hapa for 15 years before watoto warushiwe kurudi shule na Mboki shutugo. Yangu naitwa Hira Liomai, mimi ni mwanakijiji wa hapa. Shida hapa sasa. Okay, na swala la moto kwa shule ungelizungumzia vipi? Kwanza mimi moto nimekaa hapa miaka 5 sasa, lakini moto wa kwanza hatukuambiwa chanzo yake. Moto wa pili hatukuambiwa. Sasa we don't even expect to ambiwa saa hii what happened. We know is the problem. The principal is the problem. Let him go. Yes, aje aende. Kwa majina naitwa Samuel Makori. Mimi ni msasi wa hii shule kwa miaka 10. Tumekaa hapa na Mr. Nyamboki. Kwa majina naitwa Kero Nunga. Msasi wa hii shule. Tena ni mwenye kijiji. Tumechoka na ukuja kusima moto. Tumesema kuanzia leo hataki kuona principal hapa. Atoke kwa sababu maneno yake yameshiti. Shule anaenda hakuna kuongoza shule vizuri. Ni kuchoma na kuiba ndio apate benefit ile wasasi wanaenda kulipa fine. Nyamboki atoke. Aya, board of management, shule iwezi chomeka mara 1, 2, 3 mko hapo mnatuambia kwa kazi mnafanya. Nyamboki atoke na hiyo bodi yote iende watu wengine wajadiliwe. What I can promise you, kila ambao nitawahakikishia ni ya kwamba tutafanya kazi kwa uwazi. Unajua uwazi? Openness. Hiyo ndio mimi napenda kwa kazi. We do work with openness. Tukisema hii ni kalamu na iwe ni kalamu. Tukisema tutengeneze hii gate, iwe tumetengeneza gate. Sasa mtu akija akiuliza tulisema tutengeneze gate. Tumetengeneza ni sawa, lakini ukiniambia nitengeneze gate, ukija upate hiyo gate hakuna. Utaniamini kweli? So na hiyo kazi itafanyika kutokana na your support. Nyinyi muni support ndio tuendelee kuendeleza hii shule, because vile director alisema hii ni shule ya kitaifa. Sio shule ya hapa Kirubo peke yake, ni shule ya kitaifa. So nimeshukuru sana kwa kunikaribisha. Mkasa wa kwanza ukatendeka
mimi nilikuwa mwadhiriwa, nikaambiwa through a message nunua hizi, nikanunua. Nikauliza kitanda kitatoka wapi, mtoto wangu aweke mattress? Mimi nilinunua, sijui kama tena imechoreka. Sasa sio hiyo, angekuwa mtu mzuri, wale ambao walikuwa wameathirika angetuita. Tungekuwa na hii siasa mingi ya kutaka kuongea hayo mambo yafanye namna gani? Kuna gari hapa ya Ekerubo CCF walisema imefungwa inji, imenunua injini mara 3. Ameenda amefunga kupitia chama mwingine anaitwa Osama Mogonga. Amenunua injini, amefunga injini half injini. Tunaomba serikali tuambie injini 3 ziko wapi hapa kwa hii gari. Kuna walimu walifaa kuchukuliwa Mombasa 2024. Alichukua pesa kwa ofisi akasema anapeleka walimu, hiyo pesa akajengea paa kwa Mogonga.